Maisha ya leo utavuna ulichopanda. Wahenga walisema maisha ya baadaye yanajengwa na maandalizi ya leo. Vijana future zao wamezitupa kapuni, hawaoni mali japo wana darubini. Kilichowapeleka shule sicho ndicho wanachokifanya. Sawa. Samahani. Sawa. Naomba nisaidie niweze kwenda kumalizia mtihani. Sasa wewe nitakusaidia vipi wakati wewe mtihani hujaulipia? Sawa. Maisha nayoishi mtihani ni magumu sana. Naomba nisaidie nikafanye mtihani, nikishamaliza mkuja ofisini tutazungumza sana. Hivi kila mmoja akileta matatizo yake, hivi unadhani hapa shule itatosha? Kama shule. Wakati wa malipo sisi tutalipwa vipi kama wewe ulipia mtihani? Lipia ada ya huo mtihani ili uweze kufanya mtihani, kwa sababu moja tu. Kila mmoja akieleza shida zake kutakuwa na chochote tena. Sawa. Sina mjadala. Lipia mtihani uweze kufanya mtihani. La sivyo Teacher. Bwana, wenzetu wako darasani wanajisomea. Hebu tuanze kujisomea bwana. Ukija mtihani. Wewe shule bwana. Hebu acha mpaka nikuvutie. Na wewe bwana. Bana. Wa mwanangu yani kila siku unajikojoleaga tu. Leo tena? Si hivi wewe umeoni hivi? Kwa jamaa wako na wewe ndio lofa kwa. Yaani kila siku unajikojolea tu huko mlevi. Sasa lofa nini mwanangu? Wewe unajikojolea hivi unashinda kujua vizuri na wewe mwanangu unazingua bwana. Wazile mwako hizo ni mwanangu kuna kupitiwa, sio mimi. Sasa usichomekee sasa hivi usichomekee, ushushia shati hilo. Kama vipi uzoba wewe kujikojolea wewe na demo yako na kunyang'anya. Sasa tunavutana tu. Bwana. Wewe ni kama eneo la shule. Unajua bwana, hii ni eneo la shule. Sasa muda mwingine kuvutana sio poa bwana. Kumbuka wewe unamiliki simu shuleni na iko nje ya utaratibu wa shule. Jambo la pili, tunafanya mapenzi ofisini na tunajirekodi. Baba. Na mwanangu. Kuna nini kinachoendelea hapa? Bwana, kuna tukio limetokea hapa
Sisi tuliondoka, lakini tulipofika tumekutana na tukio hili. Dada yako amebakwa, ameingiliwa kiuno. Dada umemfanyaje? Ameingiliwa kimwili. Hii ni hatari. Walimu wakija kujua tutafukuzwa shule, nielewe. Unajua lazima afu unaongea kwa sauti. Unamfadisha nani sasa? Avi, hebu twende darasani tukajisomee bwana, wiki ijayo mtihani. Alafu mimi sipendi mazoea na wewe na Mwalimu Joshua. Una mazoea sana na Mwalimu Joshua wewe. Avi, Mwalimu Joshua huwa anaongea naye vitu vya kawaida tu vinavyohusiana na shule, sio kitu kingine. Sasa mambo yote haya tunaongea hapa ili iweje? Yaani na kuvuta toka kule mpaka tunafika tunaongea mdote ili iweje sasa? Hebu tuende ofisini bwana. Mambo mengine mbona yanaongeleka ofisini? Twende basi. Twende. Wanangu. Sasa sikieni. Huyu boy ameshanasa kwenye mtego, au sio? Hapa na makosa haya matatu. Kwanza ana simu shule. Pili anaitumia hiyo simu shule kujirekodia akifanya mapenzi pamoja na Moana. Umeelewa? Kwa tusikae kiboya wanangu, hiyo simu tuipate. Umeelewa? Tuipate hiyo simu afu tumumbue. Alafu sasa kutumia simu shuleni ni kosa kubwa sana. Akikamata nalo ni kosa kisheria. Na hii simu inabidi tuipate. Tukiipata utakuwa ushahidi tosha. Tumeelewana? Fresh. Okay, twende. Ameingiliwa kimwili na nani? Mtu mwenyewe mimi simjui. Ndio nafika tu, yeye yupo ndani, ndio anafungua mlango anatoka. Kwa hiyo sasa hapa naona inabidi tumpeleke hospitali. Lakini tukitoka hapa inabidi tupite polisi tuchukue PO3. Baada hapo tuende hospitali kwa sababu alivyo hivi inabidi tuondoke naye hivi hivi. Baba, kwani tuna hela yote ndani ambayo inaweza ikakizi matibabu hospitali? Hamna chochote. Baba, hatuwezi tukampeleka kituo cha polisi kwanza. Acha tumpeleke hospitali kwanza. Sawa. Moyo wangu. Usipasuke. Boss. Boss, nimefanikisha kuvuruga fly ya ile familia. Safi sana. Alafu boss, na jambo jingine. Sikiliza. Ongea kwa haraka kidogo kwa sababu namwahi mtoto wangu. Anaumwa. Kwa hiyo fanya haraka kidogo, nataka niondoke. Nimefanikisha kumpata kijana ambaye anafaa kwenye kazi. Kijana? Ndio. Kwa hiyo umemwambia kila kitu kuhusu kazi zetu? Ndio, nimemwambia kila kitu. Unamwamini vipi mpaka umwambie kila kitu kuhusu kazi zetu? Haukutakiwa kumwambia kila kitu. Unanielewa? Na ili kosa usije ukarudia tena. Sijui unanielewa? Ndio boss. Usije ukarudia tena abadan. Sitarudia. Kwa sababu tayari sijajua unayeongea naye ni nani. Labda polisi. Sasa basi. Ndio. Namuomba huyo kijana niletee hapa. Haya, nitamleta.
Dokta. Naomba umsaidie mdogo wangu daktari. Ana shida gani? Daktari, mdogo wangu ameingiliwa kimwili bila ridhaa yake. Yaani amebakwa. Umepita mapokezi? Daktari, sina hata shilingi ya kulipia hapo mapokezi daktari. Unajua kuna muda kufuata sheria na protocol ni muhimu sana. Lakini tenda utu daktari. Nisaidie. Kijana, huo utu siku hizi hakuna. Matibabu ni biashara, sio huduma. Hebu fikiria, kama wagonjwa wote wasingelipa hela, sisi tungelipa vipi? Hivi rais wa Tanzania anaitwa nani? Rais wa Tanzania? Ndio swali kutana kwenye mtihani. Wewe uliandika nani mwana? Si niandike bila kujua jina? Au mjui? Umjui rais wa Tanzania? Yaani ulijibu nini kwenye mtihani? Mwanangu anaandika Diamond rais wa Tanzania. Mwanangu kumbe kapatia mwanangu. Ampatie Diamond rais wa Tanzania. Mwanangu humo. Wewe unamjua rais wa Tanzania? Ni nani sasa? Sasa unavyosema sio Mondi nani? Ndio huyo Diamond. Aisee wanangu watu wafupi. Unajua watu wafupi mwanangu na akili zao nazo ni fupi vile vile. Wewe mwanangu Diamond rais wa Tanzania? Sasa nani? Sio unaniuliza mimi? Maisha ya leo utavuna ulichopanda. Wahenga walisema maisha ya Vipi? Mbona unafishekea? Si mwalimu mpya kanipa adhabu ya kucheka kule nyuma. Sikuelewi kabisa. Si unajua saizi tuko busy na mitihani lakini. Hata kama busy jamani. Ndio hivyo. Basi hata kunikumbatia. elimu na nidhamu wakatupilia mbali. Inasikitisha, wengine maisha magumu, hakuna nuru, wako gizani, mwili umekonda tabani, familia ijiwezi, wanashughuli. Oa vipi mwanangu, mbona kama hivyo mbele yetu mzee? Vipi? Wewe si demu wako mzee? Sio demu wangu, ni mke wangu. Demu wako ni demu wetu. Cha kwako ni cha kwetu pia, watu kisi mwanangu. Daktari, tazama maumivu ambayo anapitia mdogo wangu sasa hizi. Ni makali sana. Naomba unisaidie daktari. Rudini mapokezi, ukafuate utaratibu. Dokta, samahani. Hawa ni watoto wangu. Na huyu ni binti yangu ameingiliwa kimwili. Naomba msaada wako. Tatizo hawajapita mapokezi mzee. Sawa dokta. Unataka kufie? Naomba umtibu. Fedha tutaenda kutafuta tuzileta. Pesa baadaye, utu kwanza. Dunia inaelekea wapi? Daktari hana huruma hata kwa huyu baba mlemavu. Sema tu nimewapenda. Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Kijana, Naam. leta sifa. Kwa tukatafuta hela za kulipa matibabu hapa na kununua matunda. Washemeji, sisi tuna roast kinyama yani hapo mazingira shunyo watuelewi yani. Yaani ndio tukisi chapo hapo mazingira, watuelewi. Pate kisi basi. Hapo tu baraka waliziki wao. Maisha ya leo utavuna ulichopanda. Wahenga walisema maisha ya baadaye yanajengwa na maandalizi ya leo. Vijana future zao wamezitupa kapuni, hawaoni mari japo wana darubini. Kilicho
kilichowapeleka shule sicho ndicho wanachokifanya. Oya wanangu, vipi? Kuna vitu vya kushare, sio demo. Anazingua mwanatu. Wewe sio mwanatu, yule mwanetu. Maisha ya leo utavuna ulichopanda. Wahenga walisema maisha ya baadaye yanajengwa na maandalizi ya leo. Vijana future zao wamezitupa kapuni, hawaoni mari japo wana darubini. Kilichowapeleka shule sicho ndicho wanachokifanya. Tamaa za moyo na kuiacha njia iliyo sahihi. Elimu na nidhamu wakatupilia mbali. Inasikitisha, wengine maisha magumu, hakuna nuru, wako gizani. Mwili umekonda tabani, familia ijiwezi. Wanashukuru wakipatacho, wanatamani wawe navyo. Msaada wao utatoka wapi?